Kwenye fedha ni kuna msemo mmoja naupenda sana, alizungumza King Solomon, akasema kwamba wisdom is better when it is paired with money, kwamba fedha na ni hekima ni nzuri kama ikienda sambamba na fedha. Na sehemu nyingine anasema kwamba hekima ya mtu maskini hudharauliwa. Yaani kama wewe una hekima lakini huna fedha, unadharauliwa. Na by the way, hii ni Bible, wala sio maneno yangu, sio maneno ya mtu. Hii ni Bible inasema kwamba kama wewe ni mtu una hekima lakini huna fedha, maana yake hekima yako inadharauliwa. Kwa hiyo anasema bora uwe ukiwa na hekima basi uwe na fedha. Sasa kuna mtu hana hekima, hana fedha, na huyo mtu maisha yake ni magumu sana. Lakini usiseme nina fedha sina hekima, au nina hekima sina fedha. Sasa huna hekima, huna fedha, maisha yako ni magumu sana. Sasa kwa nini tujifunze money management? Kwa nini tujifunze jinsi ya kumiliki, jinsi ya control fedha ambazo zinapita mikononi mwetu? Namba moja, Mithali, Ecclesiastes ni Mhubiri 9:16 kwenye Biblia inasema hekima ya mtu maskini inadharauliwa. A poor man's wisdom is despised. Kwa kama una hekima lakini ni maskini, hekima yako inadharauliwa. Hii ni Bible by the way jamani, kwamba kama wewe ni mtu una hekima lakini ni maskini, hekima yako inadharauliwa. Namba 2, presentation kwenu inatembea, lakini nimeangalia control hapa naona kama haitembei. Iko vizuri eh? Okay, good. Namba 2, Mhubiri huyo 7:12 anasema kwamba hekima ni ulinzi kama ambavyo fedha ni ulinzi. Kumbe fedha ni ulinzi, sio kwamba hekima inatoa ulinzi, lakini fedha pia inatoa ulinzi. Namba 3, fedha inakupa muda na uchaguzi katika maisha, either ufanye mema ama ufanye mabaya. Kuna watu wanasema kwamba fedha inamharibu mtu. Hapana, fedha inampa mtu nafasi aamue kufanya mema ama aamue kufanya mabaya. Kwa hiyo sio swala la fedha, ni kwamba ni mtu mwenyewe kwamba anaamua kufanya. Lakini unapokuwa na fedha inakupa muda. Leo hii hatuna muda wa kufanya hii session mchana kwa sababu mwalimu wenu niko busy natafuta fedha, na nyinyi wenyewe mko busy mnatafuta fedha ama mnasoma ili baadaye mje kupata fedha. Kwa nini? Kwa sababu hatuna hiyo fedha. Tungekuwa tuko loaded, tuna fedha ya kutosha, sema mwalimu tufanye darasa hili asubuhi, na mimi mwalimu wenu kwa sababu niko free naambia asubuhi poa, tufanye saa 4, niko free, nina hela ya kutosha, gari na mafuta, watoto wanalipiwa ada, umeme upo, DStv imelipiwa, maisha yako mazuri. Lakini I cannot do that kwa sababu sina huo muda kwa sasa. Kwa hiyo unapokuwa na fedha unakuwa umenunua muda na unanunua uchaguzi. Namba 4, fedha inakupa ushawishi, influence. Mtu mwenye fedha anasikilizwa, anakuwa ana influence. Karibu Esther. Mtu mwenye fedha anakuwa anasikilizwa kwa sababu huyu mtu anaonekana kwamba hivi mimi ni kwa nini anasikilizwa? Unajiuliza ni kwa nini anasikilizwa? Kwa sababu mtu anajiuliza kwamba labda kuna kitu anafahamu ambacho mimi sifahamu, ngoja nimsikilize. Kwa hiyo unapokuwa na fedha unakuwa na influence, unakuwa na ushawishi kwa sababu watu wanakusikiliza. Leo hii mtu mwenye fedha akiwaita watu wanaenda, akifanya kikao watu wanakwenda, hata kama hatoi chochote watu wanaenda. Nilishangaa, nilikuwa Bukoba vijijini kabisa, huko like 70 kilometers from Bukoba mjini, kilomita 70 kutoka Bukoba mjini. Kuna sehemu nikapita nikaona pameandikwa Dangote Center. Huyu mhaya wa Bukoba kijijini kabisa huko anaandika Dangote Center. Hakuandika jina la baba yake, hakuandika jina la babu yake, hakuandika jina la ukoo wao. Anaandika jina la Nigeria kutoka West Africa huko kwenye kasenta kake kadogo hivi. Ilikuwa nini? Kwa sababu
Fedha inakupa influence katika mioyo ya watu na inakuza ujumbe wako, inakuwa ni kipaza sauti cha kukuza ujumbe wako. Najaribu kuwauzia idea kwamba fedha ni nzuri, na pia fedha inaweza kufanya wewe ukawa omnipresent. Omnipresent manake ukawa sehemu nyingi kwa wakati mmoja. Fedha ni mtumishi. Ninaweza nikatuma fedha yangu leo, mimi niko naongelea sasa hivi kutokea Mwanza, fedha yangu ikawa iko Kilimanjaro, Marangu pale Moshi, ikawa inalima shamba. Fedha yangu inaweza kuwa Dar es Salaam, ikawa inatoa ulinzi kwa watoto wangu. Fedha yangu inaweza kuwa Kigoma, ikawa inampeleka mtoto fulani shule. Fedha yangu inaweza kuwa Marekani, ikawa inamsaidia mtu fulani kulipa rent akakaa vizuri. Kwa fedha inakusababisha wewe unaweza kuwa in multiple places at the same time, kwa sababu unaweza ukachukua fedha yako ukaituma ikaenda kufanya mema kule, obviously pia inaweza kaenda ikafanya mabaya. Namba 6, fedha ina nguvu kwa ajili ya kufanya mambo mema ama kufanya mambo mabaya. Inategemeana na yule ambaye anayemiliki ile fedha anaitumia namna gani. Kwa ndani ya fedha kuna nguvu, na ndio maana watu wenye fedha wana nguvu, wanasikilizwa, na ndio maana watu wenye fedha state ama nchi inawaogopa, kwa sababu wanajua wanaweza wakaigeuza nchi. Na namba 7, pesa ni mfanyakazi. Fedha inaweza kuwa ni servant ama inaweza kuwa ni master. Fedha inaweza kuwa ni mfanyakazi wako ama inaweza kuwa ni bosi wako. Inategemea wewe umetengeneza mahusiano namna gani na fedha yako. Fedha ikiwa ni mfanyakazi wako, haitakukimbiza, hautakubali ufanye vitu ambavyo ni kinyume na imani yako ili upate ile fedha. Na ile fedha ndogo utakayokuwa umeipata, ama hata kama itakuwa ni fedha nyingi, utaitumia kwa ajili ya kutumikia watu wengine. Fedha ikiwa ni master kwako, fedha ikiwa ni master kwako, utajikuta kwamba unafanya lolote ili upate fedha, na ukipata ile fedha unaitumia tena kufanya lolote ili kuongeza ile fedha ama kuwadhuru watu wengine. Kwa hiyo unapojiona kwamba uko tayari kucompromise your values ili upate fedha, jua kwamba fedha imekuwa ni master, wewe umekuwa servant. Lakini wewe unatakiwa uwe master, fedha iwe servant. Ukiona kwamba uko tayari kupoteza fedha kuliko kupoteza your values and your beliefs, manake ni kwamba wewe you are master and your money is your servant. Na servant hawatakiwi kukaa ndani. Hakuna mtu anaajiri watumishi alafu anawaweka ndani ya nyumba. Unapokuwa na watumishi, wanatoka kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo wewe kama master unatakiwa watumishi wako wa fedha zako zitoke ziende kufanya kazi. Namna gani? Tutaona tunavyoendelea. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kuwa tuwe master of the money that we have. Tuwe ni master na fedha yetu ndio nayo tuwe servant. Now useme mwalimu, mimi bado sijawa na hela, kwa hiyo no. Mahusiano yanaanza yakiwa machanga. Hivi una buku moja unaifanyia nini? Una 10,000 unaifanyia nini? Una 1,000,000 unaifanyia nini? Na unapopewa ushawishi wa kupata fedha, iwe ndogo ama kubwa, kwa njia ambazo zinapingana na kile unachokiamini, unafanya nini? Je, fedha wewe ni master ama ni servant? Fedha is a good servant but is a terrible master. Ikishakuwa master kwako, itakupeleka mahali pabaya sana. Ni bora kuanzia ukiwa bado una mchanga mdogo, mahusiano bado madogo, bado uko kwenye vihela vidogo. Hakikisha kwamba fedha inakuwa ni servant kwako, wewe unakuwa ni master. Fedha inakutumikia wewe, sio wewe unaitumikia fedha. Ukishatengeneza mahusiano vizuri kwamba wewe ni master na fedha inakutumikia wewe, kwamba fedha iliyoko kwenye disposal yako, kwamba iko kwenye mikono yako, ni ya kwako, uitumie kama mtumwa, kama mtumishi, utakuwa vizuri. Lakini ukiruhusu fedha ikakugeuza wewe kuwa ni mtumishi yenyewe kama master, utaingia kwenye mahali pabaya. Utakuja utafanya mambo mabaya, utakuwa mwizi, utakuwa tapeli, utakuwa muongo, utaiuza nafsi yako, utauza nafsi za watu wengine, utaingia hata mahali kutoa kafara vitu ambavyo kupaswa kutoa kafara, na wengine wametoa kafara hata watoto wao ili wapate fedha, wakizani kwamba fedha itatoa majibu. Lakini kumbe kama wangeifanya fedha kuwa ni mtumishi, ili mtumishi angeweza kuwaleta watumishi wengine.
kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema a fool and his money are soon parted, kwamba mtu mpuuzi mpumbavu na fedha zake huwa wanatengana baada ya muda sio mrefu. Kwa hiyo ukiona kila mara fedha ikija kwako haikai muda mrefu, you are a fool, wewe ni mpumbavu. Ukiona fedha inakuja inakimbia, ukiona fedha ikai inakimbia, ina maana kuna mahali unatakiwa ubadilishe kitu. Za fedha ni nini? Labda kwa kifupi, sitataka kuingia sana kwenye economy, tujifunza mambo ya economy kwa sababu hili ni somo zaidi la management kuliko kwenye economy, lakini fedha ni current medium of exchange. Kwa hiyo fedha ni commodity tunayotumia, ni kitu tunayotumia ili kubadilishana na watu wengine. Mwanzo kabisa fedha ilianzaje? Fedha ilianza wakati ambapo binadamu walianza kuelewa kwamba mimi nina mbuzi, ninataka kununua ng'ombe, lakini yule mwenye ng'ombe hawezi kunipa ng'ombe wake mmoja kwa mbuzi wangu. Hatuwezi ku exchange kwa sababu mbuzi thamani yake ni ndogo ukilinganisha na ng'ombe. Sasa tufanyeje? Ndio sababu ni tubadilishane, ndio, lakini wewe niwe ninakudai mbuzi wengine watatu. Kwa hiyo nitakuandikia kwamba ninakudai mbuzi wengine watatu. Huo ndio kama mwanzo wa fedha kuanza kuandikwa. Na wengine pia ilikuwa ni kwamba unataka kusafiri, umeshika labda una dhahabu gramu 600, lakini unataka kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam. Sasa mwanzo wa benki ilianza hivi kwamba unakwenda kwa mtu mwenye kampuni yuko Mwanza, unampa gramu zako 600, anakuandikia kikaratasi na kukisaini na kugonga muhuri seal, unaondoka nacho kile. Ukifika Dar es Salaam unapeleka kwenye duka lake lingine lilioko Dar es Salaam. Yule akikisoma kile karatasi anakupa gramu zako 600, kwa sababu ilikuwa haiko safe kusafiri na dhahabu kipindi hicho miaka ya nyuma. Kwa sasa ile ikawa ni exchange, kwamba kumbe ikawa kwamba mtu akiwa na kile karatasi ni sana kama anayo zile dhahabu. Ikatoka ikaondoa kwenye gold, ikaenda kwenye diamond, ikatoka kwenye diamond ikaenda mpaka kwenye hata mazao, ikaenda hata kwenye wanyama, kwamba mtu anaweza kaenda mahali akaacha ng'ombe, badala ya kusafiri na ng'ombe wake mpaka Dar es Salaam, anaenda kuacha ng'ombe wake sehemu fulani, pale anapewa karatasi. Kile karatasi ni kama promissory note, ni kama check, anakwenda naye kwenye ule mji mwingine, kule mji mwingine akionyesha kile, anapewa ng'ombe yake. Of course ile huduma unailipia, kwamba kuna kiasi labda unasema utaenda unaacha mbuzi ndio unakwenda kulipa, lakini ukienda kule unachukua ng'ombe. Anyway, long story short ni kwamba baadaye kaja kuandika kwamba kumbe tunaweza tukatengeneza kitu ambacho ikawa rare, kitu ambacho ikawa ni unique, kwamba sasa ikawa ni maandishi maalum ya kuonyesha kwamba hii karatasi ina thamani ya gold tani 1 au gold gramu 600 ama gold kiasi kama ng'ombe 500. And long story short, ukiangalia kwenye Google unaweza kujifunza jinsi ambavyo fedha ilikuja ikatokea. Kwa hiyo tukaanza sasa, badala ya mtu kutembea na ng'ombe 100, anatembea na equivalent ya ng'ombe 100 kwa njia ya karatasi, na baadaye mpaka communities kuanza kukaa pamoja, kijiji na society kaanza sasa kuprint sasa ile note, na walianza Warumi. Na sasa nyuma ya fedha kuna utajiri. Nyuma ya fedha kuna utajiri. Kwa unapokaa na fedha, kwa mfano nikiwa nimeshika noti ya 10,000, ile ni karatasi tu, haina maana yoyote, ni karatasi, lakini nyuma ya ile fedha kuna utajiri ambayo ile fedha inawakilisha. Kwa hiyo una maana kwamba mtu anayekuwa na fedha, nyuma yake kuna thamani ambayo inaendana na ule utajiri ambayo ile fedha thamani yake inaweza ikanunua kulingana na thamani ya ile fedha. Ndio maana wanasema kwamba dola ina thamani kubwa kuliko shillings, na pound ya Uingereza ina thamani kubwa kuliko dola, na euro ina thamani kubwa kuliko hivi. Yani kwamba noti ni ile ile, inaweza kuwa ni 10,000, lakini kwa sababu hii ni ya Uingereza ina thamani tofauti na ya Marekani, na thamani tofauti na Europe countries, na thamani tofauti na ya Tanzania. Kwa maana kwamba uwezo wa ile noti kununua utajiri, ama uwezo ile noti kubadilishwa na kupata ule utajiri. Sasa tunazungumzia utajiri kwa maana ya uwezo, ama kwa maana ya mali ambazo mtu huyu anazo
nyuma zile fedha zake. Sasa kwenye kuzungumzia utajiri tunazungumzia, kuna kitu huwa tunazungumzaga sana kinaitwa net worth. Net worth ni thamani ya mtu ya utajiri ya mtu alionao kama atachukua asset zake zote. Asset ni kitu chochote ulionacho ambacho kina thamani, kwa mfano gari, nyumba, TV, sijui meza, furniture. Kwa hiyo asset ni kitu chochote ambacho kina thamani ambayo inaweza kubadilishwa ikawa fedha. Kwa hiyo ukisema net worth ya mtu, maana yake ni kwamba ukichukua fedha, ukichukua vitu vyote vya yule mtu ambavyo vina thamani ukaviuza ukapata fedha, alafu ukalipa madeni yake yote, fedha inayobaki ndio inaitwa net worth ya mtu. Kwa hiyo tukichukua vitu vyako vyote, una laptop, una nini, una simu, una nguo, una makabati, una TV, sijui labda una gari, tukavichukua vile vitu vyako vyote tukaviuza, let's say tukapata milioni 30, alafu labda unadaiwa na benki ama na SACCOS milioni 8, ukachukua zile milioni 30 tukatoa milioni 8, net worth yako inakuwa ni milioni 22. Kwa hiyo unaposikia Dangote, net worth ya Dangote, maana yake ni kwamba ukichukua asset zake zote, maviwanda yake yote, bills zake zote na nini, ukazigeuza ziwe fedha, afu ukalipa madeni yake yote, kinachobaki ile inayobaki ndio inaitwa net worth. Sasa natamani kila mmoja wetu aende akajiangalie kwamba yeye ana net worth yake ni kiasi gani, kwamba ana asset zenye thamani ya kiasi gani na ana madeni kiasi gani. The difference ndio inakupa net worth ya mtu. Sasa tuna msemo tunapenda kusema sana kwenye inspiration talk, so kwamba your network is your net worth, ama your network will create your net worth, kwamba watu wanaokuzunguka, marafiki zako, watu wa karibu, na wanasema kwamba nionyeshe marafiki zako na nitakuambia wewe ni nani. Kwa watu wanaokuzunguka, watu wako wa karibu, ndio wanaokushawishi katika mema ama katika mabaya. Kama ulikuwa unafanya vizuri ukakaa na watu ambao hawafanyi vizuri, eventually utawajoin, kwa sababu ukitaka kwenda kwenye seminar wanakwambia bwana usiende kwenye seminar, kesho, leo ni Ijumaa bwana, twende huku. Ukitaka kuwekeza sema unawekeza huko, achana na huko bwana, lete tu ibeti hiyo fedha. Kwa hiyo unajikuta kidogo kidogo mpaka unapoteza your net worth. Lakini ukiwa na watu ambao ni wanajielewa, watu wanajipanga, watu wenye wamepevuka kiakili, wanafanya mambo makubwa, na ukiwaona unaona amefanya hiki, unaona ameinvest hapa, unaona amefanya hivi, inakutia wewe, unajikuta na wewe unaanza kufanya, na wewe una improve your network. Sasa kazi ya fedha ni nini? Namba moja, fedha inakupa muda wa kufuata kusudi lako bila kucompromise vision yako na desired lifestyle. Nina maana gani hapa? Nina maana kwamba unapokuwa na fedha ya kutosha, inakuachilia sasa uwe huru kufanya kile ambacho unapenda kufanya kwa ajili ya jamii, kusudi lako katika dunia hii. Usipokuwa na fedha, inabidi uwe mtumwa kutumikia wengine ili upate fedha, na kile unachokipenda kukifanya kwa ajili ya jamii unakifanya part time. Kwa hiyo ni muhimu sana kutafuta kuwa na fedha ya kutosha ili uwe huru. Mtu yoyote ambaye hana fedha ya kutosha kujikimu anakuwa ni mtumwa yule mtu ambaye anampa hiyo fedha. Namba mbili, fedha inakupa nguvu, inakupa influence. Nasema hapa mwanzoni, nasema money gives you influence. Inakupa nguvu, inakupa ushawishi kwa ajili ya kusudi lako, na watu wanakusikiliza, ina amplify ujumbe wako. Ukiwa maskini, hata ukipiga kelele watu wasema na njaa huyo, mpeni hela. Unataka maokoto huyo, mpe hela. Lakini ukiwa una fedha, umevaa vizuri, uko okay, uko fresh, hauhitaji fedha ya mtu, ukiongea watu wasema jamani, msikilize, anaweza kuwa na point huyo, hebu msikilizeni anasemaje. Kwa nini? Kwa sababu kwanza wanajua hauko pale kutafuta fedha yao, wala hauko pale kuwatapeli, wala huhitaji msaada wao. Lakini pili, wanajua kwamba huyu mtu kuna kitu anafahamu sisi tukifahamu, ndio maana yuko kwenye position aliyopo. Ndio maana fedha inakupa influence. Kwenye familia yako mtu mwenye fedha ndo anasikilizwa. Kwenye community mtu mwenye fedha ndo anasikilizwa. Kwenye nchi mtu mwenye fedha ndo anasikilizwa. Kwa hiyo usikasirike kama watu hawakusikilizi kwa sababu hauna influence, manake ni kwamba huna fedha.
Na kwa nini huna fedha? Tutaona pale mbele kwamba kwa sababu fedha ni matokeo ya kile unachokifanya. Kwa kama tukiangalia indication ya kufanikiwa kwako ni kwamba huna fedha, maana yake ni kwamba kuna mahali haufanyi sawa. Yaani tuongee zaidi mbele. Namba 3, pesa inakupa uwezo wa kutumikia watu wengine. Na unaweza kutumikia watu wengi kuliko ambavyo unaweza kudhani. Nimeandika kitabu Ndoto Yako Inawezekana. Kitabu kimefika mikoa ambayo mimi sijawahi kufika. Kitabu kimefika even Kenya, kwenye mikoa na kwenye sehemu ambazo mimi sijawahi kufika. Kwa nini? Kwa sababu fedha imenipa uwezo wa kukiprint na kukipeleka kwa kwenda mpaka kule. Mimi sijawahi kufika Mombasa, lakini kitabu changu na ujumbe wangu na kusudi langu, purpose yangu imefika hadi Mombasa. Kwa hiyo fedha inakupa uwezo wa kutumikia wengine. Unaifanya yeye inakuwa wewe inaenda kutumika kwa niaba yako, na unaweza ukatumikia watu wengi at the same time kwa sababu ya fedha. Ukifanya kama hii session kwa kufanya kwenye television, tungeweza kureach watu wengi zaidi. Kama tungefanya kwenye radio, tungeweza kureach watu wengi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu fedha inakuwezesha kukaa kwenye platform ambayo unaweza ukasave watu wengi zaidi. Lakini pia ukiwa na fedha nyingi, unaweza kuhudumia watu wengi at the same time. Kama umetuma hela Mtwara, umetuma Dodoma, umetuma Kigoma, umetuma Mwanza, umetuma Mozambiki, umetuma Uganda, umetuma wapi, inakwenda inatumika, inasaidia watu wakati wewe uko Dar es Salaam unakula banga. Kwa hiyo pesa inakupa uwezo wa kuhudumia watu wengine, lakini pia pesa inakupa nguvu ya kuwa wewe. Mara nyingi tunakuwa hatupo sisi kwa sababu hatuna fedha. Unakuta mtu unakuwa mnyonge, unajichekesha chekesha, unajipendekeza pendekeza, unakuwa mtu haupo, hauvai vile unatamani kuvaa, huishi vile unavyotamani kuishi, hauongei vile unatamani kuongea, kwa sababu unajua mimi bwana nikiongea sana naweza nikakosa ajira, ama naweza wasichukue oda kwangu, nikifanya hivi itakuwa hivi. Kwa hiyo inabidi ujipendekeze, inabidi ufanye vile watu wanataka, kwa sababu wewe ni maskini, huna fedha. Lakini utakapokuwa na fedha inakupa uwezo wa kuwa wewe. Hakuna haja tena kupretend. Hakuna haja tena kujiburubendo unasema, au kujipendekeza kuwa chawa. Chawa ni umaskini. Machawa wote unasikia mtu huyu chawa, chawa wa mama, chawa CCM, maskini. Mtu mwenye fedha yake, mwenye uwezo wake hawezi kuwa chawa. Kwanza chawa ni mnyonyaji. Chawa anakaa kwenye mwili wa mtu ananyonya, chawa ni mchafu. Anyway, tusiingie kwenye politics. What the point tunasema ni kwamba ukiwa na fedha unakuwa wewe. Unakuwa na msimamo wako wewe. Kama unataka kwenda uendi, kama utakwenda unakwenda. Kama unataka kusema usemi, kama unataka kusema unasema. Kwa nini? Kwa sababu hauogopi kusema mtanifanya nini? Fedha ya kula nayo, mahali pa kulala napo, gari lina mafuta, mtanifanya nini? Sisemi hivi ili upate fedha uwe na kiburi. Nasema hivi, utumie fedha kwa ajili ya kuhudumia wengine, na uwe wewe, kwamba wito wako kama umeitwa kuwa kitu fulani, usiogope kuwa vile kwa sababu ya umaskini. Ufanye vile ambavyo wito uko ndani yako. Sasa tunapataje fedha? Tunawezaje kupata fedha? Mara nyingi watu hilo swali linakuja kunapozungumzia money management. Kabla tujaenda kuimanage hiyo fedha, kwanza tunaipataje? Fedha unaweza kupata kwa kuokota. Let's say uko umeenda mahali ukaokota fedha. Unaweza kupata kwa kuokota, si ndio? Uko mahali unatembea ukaokota fedha. Lakini fedha pia unaweza ukapata kwa kuomba. Kuna watu ni professional beggars. Tanzania tunapata fedha kwa kuomba. Nchi yetu bado hatujaweza kukidhi mahitaji ya bajeti yetu kwa mwaka bila kuomba. Ndio maana hata juzi Marekani wakawa wanasema kwamba mnakataa tusiwaingilie kwenye politics zenu, wakati hela ya matumizi tunawapa sisi. Mtu anayekupa fedha atadictate uishije. Kiishi ndani ya nyumba, kama umekaa kwenye nyumba ya watu, watakwambia bwana, mwisho kuingia hapa saa 4. Sababu ni nyumba yao. Ni kama ni chumba chako unalipia kodi, unaweza kuingia muda wote, unaweza kutoka muda wote. Ni kama unaishi kwenye nyumba ya kupewa ama ya kuhudumiwa, inabidi ukubaliane na masharti ya wenye nyumba. Kwa unaweza kupata fedha kwa kuokota, unaweza kupata fedha kwa kuomba. Hapo watu wanaishi kwa fedha kuombaomba. Okay? Lakini kuna njia nyingine ya kupata fedha ni kufanya kazi. Unakuwa una muda
na unakuwa na skills, unakuwa na study fulani ambayo inahitajika. Kwa hiyo unachukua muda wako na ile study ambayo inahitajika, unamuuzia mtu, anakupa fedha, kwamba unamwambia nitakupa masaa 8 kila siku, Jumatatu mpaka Ijumaa, alafu mwisho wa mwezi utanipa milioni 5, milioni 4, milioni 1, milioni 10. Kwa hiyo una exchange muda na skill ulionayo ili upate fedha. Sasa mara nyingi hapa ndipo ambapo wengi tunalenga kwamba tunaenda shule, tunasoma miaka 7 primary, tunasoma miaka 4 ya sekondari na 11, tunasoma miaka 2 ya high school na kuwa 13, tunasoma miaka 3 ya chuo inakuwa 16, ingine tunasoma 4 inakuwa 17. Kwa hiyo for 17 years tunasoma ili tupate skill fulani hivi ama study fulani hivi, ambayo sasa tunaenda tunaiuza kwa mtu, tunaiuza kwa kampuni, tunaiuza kwa shirika, ile shirika linatulipa fedha. Kwa hiyo unaweza ukaexchange muda wako na ile skill ulionayo ama kipaji ulichonacho ukapewa fedha. Lakini sasa changamoto ya hii ni kwamba you only have 8 hours a day. Ukijitahidi sana hapo utafanya overtime mpaka masaa 12. Baada ya hapo ni lazima ukapumzika. Usipopumzika, kesho yake hutaweza kufanya kazi. Na pia ukifanya kazi, they can only pay you so much. Mshahara hauwezi kuwa milioni 100. Mshahara hauwezi ukawa kuna limit ya kiasi ambacho unaweza kulipwa kama mshahara kwa kuexchange your time for money. Kuna limit, haiko limitless. Kuna nyingine sasa ambayo kidogo inaondoa limit. Hii sasa ni kwamba unafanya biashara, una exchange goods or services for money, kwamba una kitu unacho, kama una huduma unaweza ukaifanya, kama ni huduma ya usafi, ama ni huduma ya tafsiri, ama ni whatever huduma ambayo unaweza kuifanya, una exchange hiyo huduma kwa fedha. Na yenyewe ina limitation kwamba you can only no, nasikika naona kama ilikata hapa, network ilikata hapa kidogo hapo. Tuko vizuri. Okay, good. Kwa hiyo hii ya 4 sasa ni kwamba una biashara, unatengeneza biashara. Hii ni bit a step further from work, kwamba unaweza kuwa self employed ama uka employ watu wengine, lakini unatengeneza biashara ambayo inakuwa na kitu nje ya skill yako, unakiuza, unakuwa na unakuwa na goods fulani hivi ambayo unaweza unaiuza, unapata fedha. Namba 5 ni uwekezaji, kwamba kuna fedha unaiwekeza kwenye biashara, unaiwekeza kwenye stocks and shares, unaiwekeza kwenye bondi labda za serikali, alafu ile fedha inakuletea kipato. Sasa hapa ndio kitu kinaitwa passive income. Namba 1 mpaka namba 4 ni kitu kinaitwa inaitwa active income. Ukisikia kitu inaitwa active income, maanake ni kwamba ni fedha unayopata kwa wewe kuwepo pale, kwamba ni lazima uwepo ufanye kitu, alafu ile fedha ndio ingie. Hiyo inaitwa ni active income. Passive income ni kipato ambacho unapata bila ya wewe kuwepo. Umechukua fedha zako, umenunua shares kwenye kampuni, ile kampuni inakwambia tutakuwa tunakupa labda umenunua 1% ya Vodacom ama 0.5%, inakupa kiasi fulani cha fedha. Kama umeenda umeiweka kwenye investment, kwa maana kwamba umeiweka UTT wanasema tunakupa 1% every month ya fedha uliyokuwa na UTT liquid fund. Ama umetengeneza network ya biashara ambazo zinaendeshwa na watu wengine, alafu zile biashara zinatengeneza faida bila wewe kuwepo pale. Kwa hiyo ni investment, kwamba umenunua biashara. Kwa mfano McDonald's, sasa hivi Tanzania tuna network ya biashara kutoka Marekani. Tuna KFC,
tuna Pizza Hut, tuna Nando's haijafika bado na kuna zingine zitakuja. Hizi ni franchise ambazo owners wako Marekani wanampa mtu license ya kuendesha biashara on their behalf kwa kufuata system zao na kufuata branding zao katika kila kitu. Yani wana decide mpaka rangi, wana decide mpaka nguo mvayaje, maji yawe na quality kiasi gani, sijui nyama iweje, mpaka mabenchi mle ndani yatengenezwe, wana decide hata locations iwe namna gani. And then at the end of the day ukishafanya biashara wanakuja unakuwa na standard nani, sijui ni percent ngapi zinaenda kwa yule mtu anaye own McDonald's, yule mtu anaye own KFC, anaye own Pizza Hut, wala huenda hata hajawahi kufika Tanzania, lakini ana investment ambayo alitengeneza setup ya biashara ambayo anaweza kaiuza ile ikaenda inatengeneza fedha. Kwa hiyo hii inaitwa ni passive. Namba 5 iko katika sehemu ya passive, ambao ni kwamba huhitaji wewe kuwepo kwa fedha kuingia mfukoni mwako. Ndio maana kuna watu wanazungumza wanasema kwamba kama hujaweza kutengeneza fedha ukiwa umelala, utafanya kazi mpaka ufe, mpaka siku unakufa. Kwamba ikiwa wewe ili fedha ingie ni lazima uinuke kitandani uende kufanya kazi, basi na maana utaendelea kufanya kazi mpaka siku unakufa, which means at some point lazima ifikie mahali uanze kuingiza fedha bila ya wewe kufanya kazi, kwamba ulifanya kazi ukapata fedha fulani ukaiwekeza ikaanza kuingiza kipato on your behalf. Kuna ingine inaweza kupatikana yenyewe ni kama kuokota, lakini haya maokoto ni ya wazazi, kwamba kuna urithi, kuna mzazi amefariki ama ameamua amegawa, basi unapata okoto. Sasa fedha kwa kifupi sio mystery, sio kitu cha kushangaza. Fedha ni reward for solving a problem. Ukitaka kupata fedha ni lazima utatue matatizo. Mtu anayetatua matatizo ya watu analipwa. Money is not a mystery. Money is a reward for solving problems. Whoever solves problems gets paid. The more problem you solve, the quality of the problem you solve gets you more rewarded. Okay? Dangote anasolve kitu gani Tanzania? Cement, si ndio? Ametuletea affordable cement. Kwa tunapata affordable cement kwa sababu ya aliko Dangote, yeye yuko zake Nigeria, fedha inamfuata huko kutoka kwa Tanzania mpaka vijijini. Deuji anasolve matatizo ya Watanzania kwa namna gani? Mo Deuji anatengeneza viberiti, anatengeneza nini tena? Alikuwa na import mpaka pikipiki, anafanya mambo mengi sana, lakini yote anatengeneza mpaka energy drink ya shilingi 500. Ana aim kusolve a problem. Sasa utashangaa Mo Dewji ni billionaire, lakini anahangaika na kiberiti cha shilingi 100. Kwa nini? Kwa sababu anafahamu kitengeneza ka product hata kama ni kadogo, lakini kanakozunguka sana kila siku kwa Watanzania, na kwamba mpaka kata repeat tena na tena na tena, hata kama kafaida ni kadogo, given the quantity ile volume inayozunguka per day, anajua na uhakika wa kupata maokoto ya kutosha. Kipindi fulani tulikuwa nafanya research ya kutaka kuingia kwenye biashara ya magazeti, kwa kugundua kwamba hii gazeti unalonunua 600, 500, utakuta mpaka gazeti linakuwa printed, mpaka linafika kwa vendor. Yule muuza magazeti ahadi anapata shilingi 100, akijitahidi sana anaweza kupata shilingi 200 kwa gazeti moja. Sasa shilingi 200 kwa kona unasema ni hela ndogo sana, lakini ana circulate magazeti mangapi? Pini fulani kwenye wakati wa The Guardian na ilikuwa gazeti gani lingine, Nipashe, by that time alikuwa na circulate more than 100,000 a day. Kwa kama na circulate magazeti 100,000 kwa siku, na kila gazeti napata shilingi 200, manake hapo ana shilingi ngapi? 20 million a day. Kwenye magazeti tu, gazeti moja tu ana milioni 20
kwa siku. Hiyo ni net profit, zungumzii gross, nazungumzia net profit. Katika gazeti anauza 600, faida yake pale ni shilingi 200. Akiuza magazeti 100,000 ana shilingi milioni 20 every single day anapoprint gazeti. Ndio maana unaona Wahindi wanapambana. Wahindi hawajui Kiswahili lakini wana print magazeti ya Kiswahili. Wanaandika magazeti. Wahindi wanakimbizana nini na magazeti? Gazeti lenyewe shilingi 600, sijui shilingi 400, sijui shilingi 1000. Mbona hamna hela hapo? No, huelewi. Anatengeneza fedha kutokana na volume inayozunguka. Mo anatengeneza kiberiti shilingi 100. Last time nilinunua kiberiti ilikuwa shilingi 50. Lakini kile kiberiti anajua akiuza viberiti. Siku moja babangu alikuwa ananiambia, na hii nimeandika kwenye kitabu, alikuwa anazungumza kwamba tafuta kitu ambacho tafuta changamoto ambayo Watanzania wana struggle nayo, itengenezee solution, utapata fedha. Lakini tafuta changamoto ambayo Watanzania wanahitaji kutatuliwa kila siku. Unajua kiuza magari, mimi nimenunua gari, mara mwisho nimenunua gari sijui ni miaka imepita mingapi, karibu 6 sasa iliyopita. Mtu ananunua gari once every 5 to 6 years. Mtu anajenga nyumba once in a lifetime maybe. Laptop unanunua mara moja kwa miaka 3, 4, 5. Simu. Kwa hiyo na pia angalia kile unachokinunua. Je, kile unachotaka kufanyia biashara, je, hawa Watanzania wananunua kutokana na fedha ya ziada ama ni fedha ya lazima? Kwa mfano, mtu anayeuza maji ya kunywa ni tofauti na mtu anayeuza ice cream. Mtanzania hata awe maskini kiasi gani lazima anywe maji. Lakini kuna Mtanzania ambaye kutokana na kipato chake ice cream ni luxury. Mimi last time nilikula ice cream sijui ni lini. Hata kwa sababu naweza it's a luxury, it's not a necessity. Kwa hiyo unaposema unapoenda kuangalia kwamba unataka kufanya biashara, kama unataka kutengeneza fedha kwa kusolve a problem, jaribu kutafuta changamoto ambayo kwanza inahitajika kuwa solved every day, repeatedly, lakini isiwe ni kitu luxury. Unakuta vijana wamekaa kwenye traffic lights, kijana ameshika nini zinaitwa mapambo ya nyumbani. Sasa mtu anayenunua mapambo ya nyumbani ni luxury, sio necessity. Kwa anaweza kununua moja au asinunue, lakini kama ni maji, kama ni sabuni, kama ni nini, ni vitu ambavyo mtu anavihitaji kila siku. You're solving that problem daily. Usitafute kitu ambacho utakisolve mara moja tu kwa mwaka katika maisha ya mtu, au mara moja kwa miaka 3 na profit margin. Sasa kwa wengi wetu hapa tuko Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna watu milioni 5. 5 million people. My friend, katika wale watu milioni 5, hebu niambie, ukitengeneza ka product kako ambako faida yake ni shilingi 100 tu, wala sio hela nyingi, 100 tu, alafu aim sio kureach watu milioni 5, wala sio kureach watu 500,000. 10% ya watu wa Dar es Salaam ni milioni 5 ni 500,000. 1% ya watu wa Dar es Salaam ni 50,000. Nasema nataka nifikie 1% ya watu wanaishi Dar es Salaam kwa product hii. Na hiyo product yangu itakuwa watu wanahitaji kila siku. Na faida yangu nataka nipate shilingi 100 tu kwenye faida. 50,000 mara 100 ni ngapi? 500,000. Hata tuseme isiwe kila siku, iwe kila wiki. 500,000 kila wiki ni milioni 2 tayari. Unatatua tatizo, lakini angalia quality ya tatizo, angalia quantity ya tatizo, angalia aina ya watu unaowalenga, angalia ile product unayolenga, angalia uhitaji wa ile product. Kwamba usiinvest kwenye vitu ambavyo mtu akiwa amebana, uchumi ukibana, watu wanaona sihitaji. Unajenga luxury hotel. Luxury hotel watu wataenda wakiwa fedha iko inatosha. Fedha ikiwa itosha waendi. Lakini ukijenga nyumba za kuishi, whether mtu ana hela atatafuta mahali pa kukaa. Nadhani hapo tunaelewana kwamba katika kuangalia namna ya kutengeneza fedha, kumbuka kwamba fedha inakuja kwa mtu anayetatua matatizo. Ukiangalia the top 5 richest men in Tanzania, they are solving problems of many people. At some point Mengi alikuwa anaajiri watu 5,000
Maanake ni kwamba kuna watu wanawapeleka watoto shule, kuna watu wanaweka chakula mezani 5,000 kwa sababu mengi yametengeneza kampuni imewaajiri. Kwa hiyo if you want to become wealthy, lazima utafute kitu ambacho watu wanakihitaji, alafu wewe ukitatue, na ukitatue kwa ubunifu na kwa level ambayo watu hawajawahi kuiona, kwa quantity ambayo inaendana na malengo yako, then utapata ile fedha inayopatikana. Sasa napenda msemo aliozungumza nani, Steve Harvey. Steve Harvey anasema kwamba ili kuepuka umaskini, baadaye nita define umaskini ni kitu gani. Ili kuepuka umaskini, nasema waangalie watu maskini wanafanya nini na muda wao, pesa yao na akili zao, alafu hapa kwa nguvu zako zote kwamba I will never do that. Angalia watu maskini muda wao wanatumiaje, fedha zao wanazitumiaje. Watu maskini mara nyingi, watu wenye mtazamo wa kimaskini na wanaishia kuwa maskini kiuhalisia, wanatamani kuonekana watajiri. Kwa hiyo akipata hela kidogo, anaenda kununua nguo expensive ili na yeye aonekane kwamba na yeye ni tajiri, wakati sio tajiri. Na watu matajiri wanavaa nguo za kawaida. Unaishia kwenye umaskini kwa sababu fedha ndogo ulionayo, badala ya kuipeleka itengeneze kitu ambacho exchange for more money, unaitumia unaipeleka kwa mtu mwenye maduka anayefanya biashara, ili wewe uonekane una saa nzuri, ili wewe uonekane una smartphone, ili wewe uonekane una nguo nzuri, ili wewe uonekane una gari, ili wewe uonekane unatafuta kuonekana kitu ambacho bado hujakifikia, rather than fighting and sacrificing today so that you can be somebody tomorrow. Kwa hiyo angalia sana watu maskini, pia muda wao wanauchezea, they play with their time. Wakati wewe uko hapa darasani unajifunza, wakati uko wewe unapambana upate skills za kumanage time, za kumanage money, wao wako wanaangalia tamthilia. Watu maskini wakitoka kazini anakimbia nyumbani akaangalia tamthilia, sio aende akasome kitabu aongeze ufahamu, sio aende achukue fedha ndogo alionayo aiongezee, awekeze ili iweze kumbeba. Kwa sababu hata kama una kazi leo, kesho unaweza usiwe na kazi, na hata ukiwa nayo kesho utazeeka, utaretire tu my friend. Kwa hiyo fedha kidogo ulionayo itumie kidogo, lakini nyingine wekeza iweze kukujengea. Tutaona baadaye namna ya kutumia hiyo fedha. Lakini angalia, ukitaka kuepuka umaskini, angalia watu maskini wanafanya nini, alafu hapa kwa Mwenyezi Mungu akusaidie usifanye hivyo tena. Na anasema kitu kingine kwamba njia nzuri ya kusaidia maskini ni kwa wewe kutokuwa kama wao. Ukitaka kuwasaidia maskini, kwanza hakikisha wewe sio maskini. Huwezi kumsaidia mtu anayezama kama wewe hujui kuogelea. Mtazama wote, unakimbia unataka kuingia kwenye pool msaidie mtu anayezama wakati wewe mwenyewe hujui kuogelea. Kwanza wewe jifunze kuogelea, uweze kujua kuogelea, then ndio unaweza kusaidia watu wanaotafuta, watu ambao wanazama. The best way to help the poor is by not being one of them. Na mwisho nasema kwamba maskini sio kukosa fedha, ni akili inayokosa ubunifu. Mtu maskini sio kwamba hana fedha. Unaweza kawa usiwe na fedha na bado usiwe maskini. Unajua Dangote anaweza kafilisika leo, lakini mpe miaka 2-3 baadaye atakuja kuwa the same level ya income. Kwa nini? Kwa sababu ubunifu umeshaingia akilini mwake. Kuna mamilionea na mabilionea wanafilisika kabisa, wanauza mpaka magari yao. Kuna rafiki yangu mmoja aliuza kila kitu, lakini 3 years later akatoka kwenye ule maskini akarudi na akanunua gari zuri kuliko ile alikuwa nalo hapo mwanzoni. Why? Kwa sababu akilini mwake kuna ubunifu, kuna ideas zisizoisha. Umaskini ni lack of ideas, sio lack of money. Ni lack of ideas, ni upumbavu, ama tuseme ni ujinga, sio upumbavu. Ni ujinga ambao uko ndani ya akili ya mtu kwamba anakuwa ni tegemezi. Kwa hiyo I'm sure many of us tutaondoka katika umaskini. Sasa kiasi gani cha fedha uko nacho leo kina uhusiano wa moja kwa moja na imani yako, akili yako na mawazo yako ulionayo kuhusu fedha. Narudia tena, kiasi gani cha fedha ulichonacho leo kina uhusiano wa moja kwa moja na imani yako, notions na ideas ulizonazo kuhusu fedha. Kwa hiyo ni muhimu sana uangalie mtazamo wako kuhusiana na fedha ukoje.
Kuna watu wengi wanaamini fedha ni chanzo cha uovu. Money is the root of evil, kwamba mtu akishakuwa na fedha anakuwa ni mwovu, lakini ukweli ni kwamba fedha inafuata yule mtu yukoje. Mtu muovu akipata fedha ataendeleza uovu wake kwa kiwango cha juu. Mtu mwema akipata fedha ataendeleza wema wake kwa kiwango cha juu. Yule Mother Teresa aliaminiwa akawa anashika billions of dollars kwa ajili ya kusaidia India, the Calcutta India streets. Hakuwahi kupata shida kwa sababu watu walimpa fedha, kwa sababu ndani yake hakuwa na uovu. Kwa hiyo uovu unakaa ndani ya mtu. Fedha ikija ina amplify, inakuza tu ule uovu ulioko ndani ya mtu. Utu wema unakaa ndani ya mtu. Fedha ikija inakuza ule utu wema. Kwa hiyo fedha sio uovu. Na kuna msemo mwingine watu wanasema unahitaji uwe na fedha ili kutengeneza fedha. Sio kweli. Kinacholeta fedha ni mawazo, ni ideas na uthubutu wa kufanya kazi, wa kufanyia kazi mawazo yako. Hauhitaji fedha. Unawezekana kweli unahitaji fedha, lakini sio lazima ziwe fedha zako. Makampuni mengi makubwa, mashirika mengi makubwa watu wanaanzisha, hawaanzishi na fedha zao. Wanakuwa na ideas, zile ideas na ujasiri na uthubutu wa kufanyia kazi na kwenda kumwambia mtu, bwana, nina wazo hili hapa. Wanachukua hela za benki, wanachukua hela za marafiki zao, wanachukua hela za ndugu zao, wanachukua hela za nani, wanakwenda kufanya kazi. Lakini kwanza lazima ujenge jina lako, kwa sababu huwezi ukawa na jina bovu kwamba umeshindwa hata kubudget kama mshahara wako kwa milioni 2, alafu unataka uje uniombe mimi nikuazime fedha ukaanzishe kampuni. Lazima kwanza umejijenga katika jina lako na uwezo wako wa kumanage fedha ndogo ulizonazo. Namba 3, wanasema fedha inaharibu watu wazuri, lakini ukweli ni kwamba fedha inakuza kile ambacho kiko ndani ya mtu. Kama mtu ni muovu, akipata hela nyingi kama nilivyosema, uovu wake unakuzwa. Kama mtu ni malaya, akipata fedha nyingi ndio tutauona umalaya wake. Anakuwa ni mpole, mtulivu, yuko na subira, yani hasemi watu vibaya, ametulia kwa sababu ana hela. Kipata tu hela, hakuna rangi mtaacha kuona. Kwa sababu fedha inakuja kuamplify, inakuja kukuza kile ambacho tayari kiko ndani yake. Fedha haiweki kitu kipya. Kama mtu wewe sio muovu, hata tukupe billions, uovu hautaweza kuwepo ndani yake. Na kuna wengine wanaamini fedha ni watu wachache tu wanapata fedha, sio wote. Kama tumeandikiwa na Mwenyezi Mungu, watu wa dini wanapenda kusema kama umeandikiwa na Mwenyezi Mungu tutapata fedha, kama hujaandikiwa basi. Sio kweli. Mwenyezi Mungu sio muovu kwamba achague watu fulani tu ndio wapate fedha na wengine ni mtu mwenyewe. Na hata kama umeandikiwa kutokuwa na fedha, ukienda si Biblia na Qur'ani vinatufundisha kwamba ombeni nanyi mtapewa. Sasa kwa nini ukubali kuamini kwamba ni watu wachache tu wanatakiwa kuwa na fedha? Na wengine wanasema umaskini na uungu vinaendana pamoja, yani ili maskini ndio wataurithi ufalme wa Mungu. Yani lazima uwe maskini ili ndio umpendezeshe Mungu. Alisema maskini wa roho, maana kwamba watu wenye kutamani kufahamu habari za Mungu. Huwezi kumtumikia Mungu katika umaskini wako. Ukitaka kuhubiri injili utahitaji fedha, utahitaji nauli, utahitaji microphone, utahitaji ukumbi, utahitaji sijui nini. You will need money to save people. Na hata kama sio kuhubiri injili, kumtumikia Mungu kwa ajili ya kusaidia watu maskini, you will need money. Na hizi fedha sio lazima ziwe za kwako, inaweza kuwa ni fedha za watu wengine. Lakini huu maskini ambao wanasema kwanza ni aibu, kama Mungu ndio muumba mbingu na nchi, kama fedha zote na almasi na dhahabu ni za kwake, kwa nini watoto wake wawe maskini? Si kweli. Na imani nyingine sio kwamba lazima uwe mchafu ili upate fedha. Sio kweli. Kuna watu ambao wanafanya fedha nzuri kabisa, fedha safi, kama tunamfahamu Ayubu, tunafahamu Ibrahim, tunamfahamu Daudi, tunamfahamu nani mwingine, Suleiman. Wote hao walikuwa ni wacha Mungu na walikuwa ni matajiri. Alafu God give money as a blessing, kwamba Mungu anatoa fedha kama baraka. Si kweli. Mungu hatoagi fedha. Mungu anatoa baraka. Ile baraka ni uwezo wa kufanikiwa katika kile unachokiweka mikono yako kufanya. Ni lazima ufanye kitu and then Mungu anakibariki, kile kitu kinazalisha fedha. Lakini Mungu hana kiwanda cha kuprinti
fedha hata siku moja. Okay? Sasa sehemu ya pili nataka tuzungumzie ni kwamba namna gani unaweza kumanage fedha yako ambayo umeipata. Namba moja, jifunze kuishi chini ya kiwango cha fedha ulionayo. Kama unapata fedha $100,000, jifunze kwamba matumizi yako kwa mwezi yawe ni 60,000, yani 60%. Live below your means and then increase your means. Kwa hiyo ili uweze kupata fedha ni lazima kwanza utafute ile fedha ulionayo, uimanage vizuri, alafu uinvest ile fedha ili ilete fedha nyingine. Usipo manage vizuri fedha ulionayo utajikuta unaingia kwenye umaskini hata kama kipato chako ni kikubwa kiasi gani. Kwa hiyo namba moja, tafuta kuweka bajeti yako ili uweze kuishi kwa 60% ya kipato chako. Kwa kama unalipwa $100,000, manake matumizi yako kwa mwezi yawe ni 60,000. Kama unalipwa $1,000,000, matumizi yako kwa mwezi yawe $600,000. Na jifunze kutokuongeza matumizi yako fedha unapoongezewa kipato, unapoongezewa mshahara, unapata overtime. Jifunze kutokuongeza matumizi yako. Wakuta mtu alikuwa na kagari kabovu anakauza, anataka kununua gari zuri, wakati hana uwekezaji wowote, hana biashara yoyote, lakini kaela kamuongezeka tu kidogo kazini, anataka kubadilisha, atoke kwenye nyumba ya 40,000 anataka naye aende kwenye nyumba $100,000 ili watu wamuone kwamba naye yuko vizuri. No, my friend. Live within your means. Actually live below your means kwanza, kwa muda mrefu tu mpaka uwe umejiestablish kutengeneza biashara na investment, ndio sasa uanze kupandisha. Lakini jitahidi uishi katika 60% of income yako, and then 10% give it away. Watu wanaofanikiwa wanajifunza kuwa watoaji. 10% ya kipato chako give it away. Wape watu wenye uhitaji, toa kwenye charity, toa kwenye misikiti, toa kwenye makanisa kama ni 10, lakini jifunze 10% of your income give it away. Wape maskini, omba, watoto yatima, wamama wajane, wazee wenye shida ambao hawakujipanga vizuri, maisha yao yameharibikia. Give 10% of your monthly income away. Namba 3, 10% iweke kwenye fixed deposit. Hii maana yake nini? Nataka hii 10% ya fixed deposit ni kwa ajili ya short term na medium term goals, kwamba ni fedha ambayo ukiwa na crisis, umepata msiba, umeumwa, sijui umetokea jambo kwenye familia zinahitaji fedha chapchapu, unaitoa hapa. Yani sio unapata crisis inahitaji $500,000, you're in trouble. Una savings yoyote, you're in trouble. Wale ambao tuko kwenye SACCOS, weka kwenye 10% yako, ilete kwenye SACCOS, idumbukize pale. Hii ni fedha ambayo utaichukua wakati wa crisis, ama una short term and medium term goals za kibiashara unataka kuzinani. 10% weka kwa ajili ya akiba ya uzee. Kila mmoja wetu hapa, kama Mungu atamjalia maisha marefu, utazeeka. Kama Mungu atakujalia uishi muda mrefu, utazeeka. Kwa hiyo hakikisha 10% ya income yako unaiweka kwenye form ya pension, public ama private. Baadaye nitakuonyesha njia nyingine unaweza kusave. And then 10% weka kwa ajili ya long term investment. Hii ni sasa kwa ajili ya kutengeneza zile biashara, kwamba unataka kufanya zile investment, unataka kutengeneza business, unataka kufanya, weka hii 10%. Over 5 years ukifanya hivi, utakuwa na fedha ya kutosha kukutoa mahali pamoja kwenda kwenye next level. Ukiweka nidhamu namna hii kwamba 60% ndio unatumia, 40% unaigawanya namna hii kwamba 10% will give it away, 10% unaweka kwenye fixed deposit for short term goals, 10% unaweka kwenye pension for ya uzeeni, na 10% unaweka kwenye long term investment. Kama uko kwenye ajira ambayo tayari wanachukua 10% kuweka kwenye investment, hii 10% ya kwako, hii ya pili, iunganishe kwenye long term savings. Sasa unawezaje ukaishi kwenye 60%? Jinsi kuweza kuishi kwenye 60%, okay, sorry, hii namba 5 sema uiweke kwenye sehemu ambayo hutaweza kuigusa kirahisi. Unajua sehemu ambayo utaweza kugusa kwa kirahisi kwenye SACCOS, kama sisi ambao tuko kwenye SACCOS ya Tuckman, kwenye UTT, ama mahali ambapo sio rahisi
kupafikia na kuchezea. Unajua mara nyingi fedha ikiwa accessible, ikiwa inapatikana kirahisi rahisi, unajikuta umeshafanya shopping ghafla tu. Umeshanunua kiatu, umeshanunua nguo, umeshampa mtu huyu, umeshafanya hivi, umesharipea hiki, umeshafanya hivi. Lakini ikiwa ni mahali ambapo itakugharimu, itakuchukua muda, ni process kuipata, kidogo inasaidia kutokuifikia. Namba 2 nimeshasema kwamba invest kwenye sound investment, na kabla hujafanya investment yoyote my friend, fanya research, uliza watu, fanya due diligence. Usikurupuke tu umesha save miaka 2 mitatu, labda una milioni 5 zako 6, unataka kuwekeza mahali, unaenda tu nimesikia sehemu fulani kuna uwekezaji, nimesikia watu wanapigwa big time, wanalia. Kabla hujafanya uwekezaji, hakikisha umetafuta ushauri, na ikibidi walipe watu wakupe ushauri, na endelea kuwekeza na kwenye nani yako. Sasa sehemu nyingine ambayo nitamani ikusaidie, namba 1, kabla sasa tunazungumzia sasa umeshakapata hela fulani unataka kuweka kwenye uwekezaji ama unataka kuweka kwenye biashara. Namba 1, tafuta maarifa. Tafuta sound advice from credible sources. Kama mtu hajawahi kufanya biashara, usikubali akushauri. Kuna watu wengi sasa hivi kwenye social media na kwenye hizi group za WhatsApp wanasema njoo takufundisha namna ya kutengeneza fedha. Yeye mwenyewe hana fedha. Anasema kuna mmoja alikuwa ananiambia, mwalimu njoo nitakufundisha namna ya kutengeneza milioni 5 kwa wiki. Nikamwambia wewe unapata ngapi kwa wiki? Akacheka akadisappear. Uona nifundishaje mimi namna ya kutengeneza milioni 5 kwa wiki, watu mwenyewe utengeneze milioni 5 kwa wiki? Well, nenda kamsikilize, lakini msikilize na masikio mawili. Kwamba chukua dhahabu, achana na udongo. Inawezekana kweli akawa na some information ambayo itakusaidia, itakuinua, lakini usiende kichwa. That's what I'm trying to say. Namba 2, tafuta kuwa na financial mentor. Mtu atakaye kufundisha masuala ya kifedha. Ukisha save ukapata hela yako nzuri ambayo sasa unataka kuwekeza, tafuta kuwa na credible financial mentor, mtu ambaye amefika kwenye level ambayo hujafika. Usitake vijana wengi wananikera wanaposema kwamba siku kimuita Dangote ndo utakuja, au ukimuita Mo. Yule mtu anatengeneza billions of dollars. Unataka aje kukaa na wewe unaotengeneza 100,000? Wewe kama unatengeneza 100,000 kwa siku, mtafuta hata mtu anayetengeneza 200,000 kwa siku au 500,000 kwa siku. Bwana mwambie nisaidie na mimi nifike kwenye 500,000. Ukifika kwenye 500,000 mtafute wa milioni 1. Ukifika wa milioni 1 mtafute wa milioni 5. Ukifika wa milioni 5 mtafute wa milioni 10, milioni 20. Yaani unakwenda hatua kwa hatua. Sasa wewe mzunguko wako wa fedha, wewe kipato chako kwa siku ni 50,000. Lakini unatangana unasema mimi nataka nikae nipate mentor anayetengeneza milioni 20 kwa siku. Ana muda na wewe my friend. Usidanganyike. Nenda hatua kwa hatua, kuwa mvumilivu, kuwa na wisdom, kuwa na maarifa, na unahakikisha kwamba unapomapproach mtu ajue kwamba hauhitaji fedha yao, unahitaji muda wao ujifunze. Kwa hiyo kama kuwa kwenye level yako, mimi najua level yangu kabisa, na kuna watu nawapasuu kwa ajili ya kunimenta, kwa sababu najua nilipo kwenye level yangu hii hapa. My next level ni hii hapa. Sitaki kuruka sana. Ukiwa kwenye income yako kwa siku ni milioni 1, ukiruka sana nenda milioni 5. Tafute mtu wa milioni 5 akusaidie. Sasa unatafuta mtu wa milioni 50, unakwenda kwake anakuambia bwana kuna bonge la deal hapa linahitaji milioni 100. Wewe ukiangalia kwenye savings zako hata milioni 10 haijafika. Unakuwa frustrated. Inakufrustrate, lakini pia wanakuwa hawana patience na wewe kwa sababu wanaona unawapotezea muda. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu mentorship, angalia mtu ambaye yuko kwenye amekupita kidogo ili akuvute kufika kwenye level yake. Then angalia aliyokupita tena kidogo, akuvute. Angalia aliyokupita tena kidogo, akuvute. Sio sasa unataka kuruka kutoka kwenye 0 uende kwenye bilioni. Hizo ni ndoto. Okay? Tengeneza budget. Lazima uwe na budget kutokana na income yako. Tengeneza budget na kuwa mkali kushikilia hilo budget. Mimi budget yangu ni mkali sana. Yaani nikishapanga budget yangu, kunichomoa hapa labda kwa utokeo ni msiba, kama ni mtu ni mgonjwa.
Lakini nje hapo hujanichomoa kwenye bajeti yangu, kwa sababu ninajua kwamba nidhamu ya fedha ni muhimu sana, kama sawa na nidhamu ya muda. Okay? Kwa hiyo anza hapo hapo ulipo na chochote ulicho nacho, alafu kikuze kidogo 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 kidogo. Miaka 40 na kitu iliyopita, Bakhresa alikuwa hata hajulikani, alikuwa tu anauza. Nakumbuka mimi nilikuwa mdogo, miaka 70 80, Bakhresa alikuwa anauza ice cream cone tu. Kimtaja Bakhresa wanasema ni ice cream basi. Leo hii Bakhresa ni number 1 millionaire, actually ni billionaire in East Africa. Kidogo kidogo, usitafute kuruka hatua, usitafute shortcuts. Hakuna shortcut ambayo itakuwa utauza utu wako, utapoteza muda wako, utapoteza fedha yako. Nenda kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Ukiruka sana, ruka hatua 2 3, lakini usitafute kuruka hatua 10. Anza hapo hapo ulipo, and then kubali kugrow kidogo kidogo. Step number 5, tafuta mtu ambaye utakuwa accountable kwake, mtu ambaye atakuwa kama mentor yake, utajibu kwako. And then number 6, weka ulinzi, protection, kwa ajili ya fedha yako na kwa ajili ya muda wako. Weka ulinzi. Hii nafikiri tutakuja kuizungumzia siku moja vizuri, lakini unahitaji kuwa na ulinzi, kwa maana kwamba unakuwa na insurance. Unaponunua gari, serikali inakulazimisha kuweka insurance, lakini unapojenga nyumba, kwa sababu serikali inalazimisha wewe uweke insurance, nyumba ikiwaka moto unapoteza. Unapokuwa na biashara, weka insurance. Unapokuwa umewekeza fedha mahali, hakikisha zina ulinzi, kwamba hivi ikitokea ile fedha ikapotea, ninaipataje? Weka ulinzi katika muda wako na katika fedha yako. Sasa nizungumza ni kwamba nitaelezea kifupi kuhusiana na kutengeneza budget. Nisema kwamba ishi ndani ya kipato chako, alafu ongeza kipato chako. Namba 2, nisema kwamba aim kutumia 60% tu ya kipato chako. Nyingine unaitumia kama nilivyosema, namba 10% wekeza kwa long term, 10% wekeza kwa short term, 10% toa, be a giver, na 10% nyingine ni kwa ajili ya pension. Sasa ili uweze kuishi kwenye 60%, angalia kwamba rent unayolipa, yani gharama ya nyumba unayoishi isizidi 10% ya overall ya ile 60%. Kwa hiyo usiishi kwenye nyumba ambayo hauna uwezo nao, nayo mradi tu uonekane na wewe unaishi Masaki, unaishi Mikocheni, unaishi Kinondoni. Potelea mbali, potea, nenda kaishi wanaita wapi, Kurasini, Shimo la Udongo for 5 years, lakini ukichomoka huko watakutambua. Kwa rent ndio inakulaga hela nyingi sana. And then kama umeshanunua gari, hakikisha gari yako isizidi 10% ya ile 60%. Kama nilivyouza hilo gari, tafuta gari lingine dogo linaloendana na kipato chako. Usiendeshe gari ambalo linaendana na kipato chako. Mimi na magari mawili, kuna gari moja pale ile Prado, nikitoka nikienda mjini na kurudi limeshakula mafuta ya almost 30,000. Lakini kuna gari kingine kadogo, nikiweka 10,000 nazunguka, napiga misele ya kutosha tu. No, hakikisha kama una gari, hiyo gari isiwe ni sehemu ya kudrain fedha zako. And then kwenye kipato chako wekeza kutengeneza second, third, fourth and sixth passive income, na pia passive income, kama tulivyozungumza kwamba passive income ni kitu gani.